kuna zingine wanasema, sasa walikuwa nasema mbona unaleta mambo ya affordable housing? Mbona unataka kujengea? Wamesahau kwamba kwa katiba ya Kenya kuna kifungo ambacho kinasema kwamba every Kenyan shall be entitled to decent shelter, and it is the government of the day that must make sure that there is decent shelter for all Kenyans. Sasa juzi niliona kwa gazeti, Kibera inaanza kubadilika, Mukuru kwa Njenga inaanza kubadilika, alafu mtu anasema, sasa hii serikali inataka kuhadaa wa Kenya kwa sababu hakuna title deeds. Sasa mimi nilikuwa nasema watu na hii porojo, when you are so blinded that you don't want to reason, it becomes very unfortunate. Kwa sababu serikali ndio inatoa title deeds. It is the government that gives you title deeds. Ukiangalia title deed ambayo uko nayo, inasema imetolewa na serikali gani? So, tukijenga hizo nyumba wakijenga, it is the government of Kenya which passed the law ya kuweka sectional titles. Na hizo titles zitatolewa na serikali. So that person who will have bought a flat, ama amenunua nyumba kama zile wanajenga Kakamega za affordable housing, even if you are not on the ground floor, even if you are on the 5th floor, the law is there to allow the government of Kenya to give you a sectional title. Kwa hivyo, hiyo ilikuwa porojo ya kujaribu kumwaga maji baridi kwa huu mpango wa housing. Huu mchezo mtacheza tu, lakini sisi tutazidi kueleza wa Kenya ukweli. Because there is nothing stronger than the truth. Let us be decent in our reporting. Let us be realistic in our reporting. It is governments that issue title deeds, and the government of Kenya knows precisely what they are going to do, and the housing program will continue, and those who buy will get their title deed. There is unfinished business. Zile barabara tulizindua hapa bado hazijakwisha zote, na katika sehemu zingine. Mimi nikiwa kwa serikali tunametembea, tunaenda China wapi kutafuta pesa, because we know there is unfinished business. Hata kwa kilimo there is unfinished business. Lakini mimi nataka niwaambie, even though I may not sit in parliament, nataka niambie watu wa Malava, your agenda shall be my agenda. Mimi nasema haya kwa sababu kesho President Ruto akiwa hapa, we will tell him also there's unfinished business for the country. But he is coming because Malulu Njendi was his friend, his brother. Hata sisi tumeungana ANC na UDA. But I can tell you I consulted Malulu very closely. Na akafika pahali akasema, now you have come to the corner that I wanted you to be in. Umekuja pahali mimi nilikuwa nataka uwe. Kwa sababu hapo ndio tujipange vizuri kuenda mbele. Vile Mheshimiwa Speaker amesema hapa. Kwa hivyo let us be wise. Like the wise man who is lying there today. Let us be wise. Let us be solid in this government. Kwani mtu mwingine akiwa atafutilia madeni mbali. Debts of the government must be paid. Kwani serikali nyingine ikija hatutakuwa na ushuru? Tutakuwa na ushuru. Because how does a government run? Kwa hivyo tusidanganya watu kwamba kila kitu kitakuwa bure, kitakuwa namna gani. Tunakuja kwa jukwaa tunatoa hadithi
ya sarakasi kwa sababu nataka kufurahisha watu kidogo? Let us make the tough decisions so that the collective good of the country itakuwa sawa. Na mimi nataka niwaambie, we are on the right course, we are on the right track. Mimi si mtu wa uongo, mimi si mtu wa porojo, mimi nataka tuwe imara kama watu wa eneo hii. And let us make the correct decisions, let us earn our respect, and let us not fall into the trap of spoiling our dignity at funerals, the dignity of the family, the dignity of the nation, because people wanataka kujionyesha umaarufu wao kwa matanga. My friend, wewe if you are good, si utengeneze mkutano yako, rally yako. Go and make your rally. Wewe unashindwa kumobilize, unakuja pahali watu wamekuja because they want to mourn, unafikiri wewe ndio umemobilize. You have not mobilized. Kwa hivyo let us respect our honorable people. Let us respect everybody. Hata akiwa mdogo ama mkubwa, tupeane heshima. And please, for the sake of Malulu and for the family, I really pray that those who have got degrees in spoiling people's matangas, tafadhali, don't bring hiyo maneno yako kwa matanga ya Malulu. Our people, katika mambo ya hospitali, SHA is still not yet perfect. The social health arrangement is not perfect. Haijakuwa sambamba kabisa. Bado kuna matatizo. Mimi kama mmoja ambaye yuko kwa serikali, sitaki kuficha niseme everything is all right. I would be lying. Na watu wa Malava walinifunza hapa kwa soko, hata kama ni mbaya tuambie tu, lakini usitudanganye. Kwa hivyo kuna shida, matatizo hapa na pale kwa health sector. Lakini kutatua sio kutoroka na kusimama kwa jukwaa na kutoa sarakasi, hapana. Let us find solutions. Saa hizi kula Marekani, yule Trump amechukua kazi. Sasa amefuta mambo ya usaidizi kwa sekta ya afya katika ulimwengu, mambo ya aid tusahau. Sasa ni sisi wenyewe tujitegemee, sisi wenyewe kama Wakenya tuchunge wagonjwa wetu. Ikiwa wale wameziba mashimo, wamefunga tap, wamefunga mfereji, nyinyi mnataka tutoe wapi pesa? Si ni kwetu sisi wenyewe? Tujipange. Kwa hivyo juhudi letu lengine, unfinished business, ni kuhakikisha we continue to streamline the universal healthcare program paka inyooke ili kila mtu apate matibabu. Kakamega MPs, wabunge kutoka eneo hili la Kakamega, Cabinet, nitaomba Speaker wa National Assembly. Baada ya Mheshimiwa Rais, nitaomba Prime Cabinet, sister to the late, na kisha itakayofuata ni ya watoto wa mwenda zake kwa jumla. Watoto wote kwa jumla natosha kwamba mwenda zake karejea kwa Mungu Muumba. Pili, tutafuata Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Yeah.
tulio hai. Mungu atujalie msamaha wa dhambi. Wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotuka na roho yake ingine. Waomboleze kwa heshima Mama Betty. Modest man. And there was nothing immodest about his modesty. Ilikuwa ngumu kwetu kama familia, lakini tulichukulia maisha Samuel Ruto, viongozi wote wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa siku ya leo. Sikizia macho vitu vinavyoonekana bali visivyoonekana. Tunajua ya kwamba hema yetu iliyo kikao chetu cha dunia iliyotengwa kwa mume, ndivyo nyumba isiyo. Mwaka huu, mwaka wa 2025 ni mwaka mzuri au mema ambayo pengine hatuyaoni, ambaye ni mheshimiwa marehemu Moses Njendi Malulu. Si kwa kawaida kama kila mtu, lakini jambo moja ni ya kwamba watu, kilicho muhimu ni ya kwamba je, ni vipi tunamjua. Namba 2, hakuna mswada wowote kwa bunge ile inasema tutoe spika. Yote ile inasema tutoe spika wa bunge. Dokta, kitu sisi tunajua na ni ukweli ni kwamba ametoka hapa. Asante sana, wakati umefika tukane Lusaka. Basi asante sana Wakristo wote ambao cabinet secretary wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, wale viongozi wote ambao wametoka Bungoma kwa sababu sisi ni majirani. Niulize ma MCS, hakuna siku moja tumekuwa na sherehe kule Bungoma, Mheshimiwa Malulu Njendi akasema yote iko hapo kusema pole kwa Malulu. Na mimi pia nimejua Malulu yule baba alikuwa anaendelea. Unfortunately we lost you, but he's with you kupitia kwangu. Pia Mheshimiwa Malulu, but I concur with what they have said. If you saw humility, leadership ambayo ile hizi iko na akili na kufia kwa maziwa, ile hizi ambayo ina akili na kufia kwa choo, stood firm, and I can assure you that things are going to happen here na vitu zitaendelea kufanyika vile watu wakiwa Bas, asante. Kwanza, Rais ametufanyia heshima kwa sababu ya urafiki yake na Malulu. Huyu Malulu
Mwaka uliopita, actually 2023, tukazungumza na yeye, akaniambia hii Malava ni constituency kubwa na maji ni shida. Mnakumbuka nilikuja last year, tukaanzisha maji ya watu wa Malava ambayo inaendelea saa hii, imefika 40% inaendelea. Hiyo maji lot 1 italete maji hapa west, itatuletea maji south, na italete maji Chemuche. Hizo wards 3 tapata hiyo maji hapa. Lot 2 ambayo inaanza pale inaitwa na Magara ama inaitwa nani? Hiyo lot 2 inalete maji Butali na inalete maji na Macha. Hizo constituency mbili, hizo wards mbili. Ile lot 3 ambayo inaendelea saa hizi, lot 3 inapeleka maji Chekulo na inapeleka maji west. Hiyo ni mpango ambayo Mheshimiwa Malulu Injendi aliniuliza, na saa hizi inaendelea hiyo kazi. Ile mimi nahakikishia watu wa Malava ni kwamba kwa heshima ya huyu ndugu aliyelala hapa, hiyo barabara nimesema na hii maji nimesema tutakamilisha. Mimi niko na uchungu sana kwa sababu tulikuwa na uhusiano mzuri sana na Malulu. Wakati marehemu Soita Shitanda alikuwa mbunge hapa, mimi na Soita na Malulu tulitembea sana katika Kenya hii tukifanya campaign. Wakati huo nilikuwa natafuta nafasi ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Walisimama na mimi, tukaenda nao katika sehemu mbalimbali, na walikuwa pamoja sana. Ukiwa unataka kujua Soita yuko wapi, Malulu angekueleza. Ukitaka kujua Malulu yuko wapi, Soita angekueleza. Na huo uhusiano ukaja ukachangia, na hawa wawili wameleta heshima sana kwa eneo ya Malava, kwa constituency ya Malava na watu wa Kabras kwa jumla na Western Kenya. Ni hapa Malava nilijifunza usicheze na mtu wa Malava. Mimi niliteleza kwa kisiasa. Watu walinileta kwa reli vizuri ni watu wa Malava. Hapa kwa market ya Malava. Na tangu siku hiyo heshima yangu kwa watu wa Malava ikawa maradufu. Na wakati tulihesabu kura hapo awali, hakuna constituency nyingine ambayo ilinipatia kura kushinda constituency ya Malava katika Kenya nzima. Kwa hivyo mimi nikisimama hapa, I stand here with a heavy heart. Malulu kama vice chair wa education committee, na nataka mnisikize kabisa. They were preparing a solution. Kuna task force imeundwa, na hiyo task force imemaliza report. It should be out in the next few weeks or days. Wakishamaliza kuweka full stop na koma na nini, hiyo report inakuja ili irekebishe yale makosa ambayo ilipeleka watu kotini kusema funding model si nzuri, inaleta ubaguzi fulani. Na hiyo
ilikuwa inahitaji pia wakirekebisha, tuwe na sheria ambayo itaenda kwa bunge warekebishe, ndio vile vipengele vibaya viondolewe. The Honorable Malulu Njendi, together with the Education Committee, were aware of this, were seized with this problem, and they were going to help us. Because our children must be educated. Na kwa sababu Malulu alipenda elimu sana, mimi nataka nitoe siri kidogo hapa. Katika Kenya nzima, in the entire Kenya, wale ambao wamefanya registration ya kuingia university, number 1 ni Kisii with 9,800. Number 2 ni Nairobi with 8,700. Nairobi number 3. Homa Bay number 2 with also about 9,500. Number 4 enrollment kwa Kenya nzima to go to university is Kakamega County with 6,800. Na isitoshe, kwa sababu yeye alipenda elimu, in all the constituencies in Kakamega, the number 1 constituency to have the highest number of students enrolling to go to university is Malava with 820 students. This gentleman who is lying here today. Kwa niaba ya eneo hii, nataka niseme asante sana. Shukrani kubwa kwako. Kwa kimombo wanasema, a friend in need is a friend indeed. Mheshimiwa Rais amesimama na familia hii. Hata jana wakati tulisema tuna barua yake na spika, tulipeana ujumbe kusaidia familia, tuachane na hile ya kamati, lakini tulipeana kutoka kwa rais shilingi milioni 2 kusaidia familia. Kutoka kwa rais. Kwa hivyo amejitokeza vilivyo kusaidia ndugu yake, kusaidia familia ya ndugu yake. Mr. President, we can only say thank you for standing with your people all times.